on diversity approach my brother ameongelea. Lazima tukubaliane. The way we do our things from where we come from is different from the way you do your things from where you come from. Our political ideologies also vary. Tukienda kisiasa, kwa hii bunge yote, mimi nitawaambia nitafanya upato kwa huyu jamaa, this young man. Because tangu nimjue, akichukua mkondo yuko na hiyo mkondo. Lakini wewe, kama unajua uko kwa Kenya Kwanza leo because you are wewe ni badi ya Ruto, na ukikosa kuridhishwa hapo, unaruka kama ndama amejazwa na maziwa, apeani peace kwa boma, we cannot subscribe. Nimechukua my brother head on, si kwa sababu simheshimu, but sometimes it pains me wakati unakuja hapa and your statement development unatoa from a community, from an institution, mali ulitoka. That's why Dandrai amesema ni kama bibi akitaka kuenda, hata ujaribu kumpapasa aje, hata sikiza. Mwisho anataka kama unajua ulikuwa chama cha ODM na umetoka, wachana na chama, uza hiyo ideology yako. And sometimes naumwa na my senior brothers kama Kiberenge. Anasimama hapa badala use agenda ya Gachagua well, because that's the highest bidder. Anakuja hapa kuanza kudemonize the party. Then unataka mimi nikae nisikize. Sometimes wale watu wageni wambua pombe itaisha. Itaisha. Ile kitu iko hapa. Ile kitu iko hapa ni kwamba sometimes it is good uwezi kunilea. Na mimi pia siwezi nikakulea. Lazima tukubaliane. Lakini ukipata mahali unalelewa, kuwa na heshima na mahali umetoka. That's what we are agitating for. Sikukatazi kuenda mahali unaenda. Lakini kusimama hapa unaanza ukiongea statement mbili ya tatu ni chama ambao ulitoka. It doesn't go well with me. So mimi kwa wale watu naita senior members kwa hii bunge ni wachache, na kwa hao senior members wachache ningependa nitumie less than a minute nimalize, utaongea. I don't need information. Ile issue inakuanga hapa is very simple. It is fallacious and stupid and kiddish. Mimi at my age nisimame hapa nianze muambia huyu young man nimekuwa kwa siasa 17 years and you cannot show anything within your information. So ni utoto unatuambia. Mimi nasema na ninarudia. Let the members talk personal. Nasema hivi na narudia. Mr. Speaker, let the members talk personal. Just say what you want to say. Nitaongea Kiberenge. You cannot inform my opinion. I don't need it. I don't need it. I don't need it. I don't need it. I don't need that. You are attacking personalities. I don't need that, Kerry. I'm a family of 3 women and 9 kids, so I don't need your information. Ile issue iko hapa very simple. Nataka tusaidiane. You are protected member. How do you inform me that you don't even know how? We need a report. He's attacking us. He has mentioned me. I'm saying this. When I speak, I'm winding up. I'm winding up. I want to wind up. There is a right of reply, Mr. Speaker. Ile issue iko is I never mentioned it. Mr. Speaker, I never mentioned the member. I'm saying this. I'm saying this. Najaribu kusema kwa heshima. Najaribu kusema kwa heshima. Gentlemen, nataka tujue vile siasa uchezwa. It is true. Sisi kama chama ama ile mlango mimi natoka, lazima tukubaliane. It is only a stupid person who doesn't change his mind. Na tukienda kwa hii mchakato,
Hii kiwanja ni kama mpira ya Kenya, it is only Gor Mahia and FC. Hao wengine ni the rest. Na tukikuja kwa mchakato ya kisiasa, ukikuja mchakato ya kisiasa, either you blend with the Murima or you blend with the lake, then ngoma inaso. So hii the version ya the lake and Murima wanapigana, I don't understand. But the truth be told, I will explain it to you more. Msikwae sawa, ingia hapo, chukua wa namba. Karibu mheshimiwa. Mr. Speaker, I need to remember. I will talk about ODM. Chairman, Every I only day. have 2 minutes. 2 minutes, yeah. Because of time. Kiongozi ongea. One bwana chairman, mimi nataka kuambia ukweli. William Ruto, His Excellency, ambaye ni my party leader ya UDA, ataanguka 2027. Can take it the bank. You know me, his support, and I always tell him the fact. Najua tuna time, nataka niwaguzie tu ka information kadogo, alafu kesho nitawaambia. One, you cannot gamble to substitute a Kikuyu vote with a Luhya vote. You cannot. You cannot. It's a simple very arithmetic. And that's why for the last 2 years mimi nilikuwa hapa nikuambia tutashinda Raila Amolo Odinga na mashinari yake. I was here nikuambia. Ulituambia? Niliwaambia hapa, mlikuwa mnapiga hesabu mnadhani jokes. William Samuel Ruto ataanguka 2027. Hata umemaliza utaharibu. Guys, I want to just give Ukitaka madarau mimi ndo mwenye madarau kualiko. Wacha baba ongea. Thank you. If you want a defended guy here, mimi nawashinda. We are just cheering. Hakuna vita ile mnapiga ile sijawahi Wewe piga. speaker, wacha hizo vitu zako. We are cheering. Hakuna vile serious. Mr. Speaker, President leo unaongea ukweli. I've always told you, and I will still repeat, the only thing that itafanya maybe His Excellency, which I respect so much and I know, enye neza fanya ashinde 2027, aombe na si kuomba tu. Lazima Raila Amolo Odinga ashinde AU Addis Ababa. Hatuko hapa psycho fancy, sisi tuna analyze. Raila anashinda na mwenyewe hata tujua kwa namba ngapi. Hivi ndio mlikuwa mnasema Raila state house. Lakini ukianza kuanalyze the factor behind it na nini, you must analyze. It must be factual. And factual, na uangalie factors gani zinatupiga, factors gani zinatufavor. The worst thing yenye William amefanya saa hii, ambaye ni rais mimi nampenda, unajua tungekuwa tunapiga siasa na yeye amepiga maendeleo ya kuonyesha watu 2027. Wallahi, ameonyesha result. Tunapiga siasa na huku maendeleo enyewe haiko, kusema ukweli. Tuambiane ukweli. Ni ukweli. It's true sir. Mimi nashindwa, mandugu zangu kutoka Nyanza. Unajua mimi sikimbizungi tu hivi, siasa nimekuwa kidogo, na mimi wazi niambie tu ati nifuate ati venye sasa mumeingia, sijui nasikia mumepewa energy nini, ati sasa mnapiga tu makofi. Hapana my friend, serikali sio hiyo. Serikali ni lazima ukue critical kidogo. Wendi tu ati sasa William amesema twende hivi tunaenda. Hiyo ndo ilikuwa blanda kubwa. William Samuel Ruto kwanza vita na Wakikuyu at first term, hiyo ilikuwa the first X. You cannot play with the Kikuyus. Yeah, sisi bana hapa noma bana. Fine. You cannot play with the Kikuyus kama uja stabilize country. I will give 2 facts. One, the reason why unasikia watu wanaenda nje wanafaa nini, watu wa invest Kenya. The people who invest in this country, they are Kikuyus. Wamekataa kutoa pesa yao, ama ujui? Hakuna Mjaluo anawekelea 2 billion. Hakuna ati anaamua ati afungue kampuni saa hii. Hakuna hata Muhindi. Hakuna.
ni Mkikuyu ndiye ana hiyo muscle saa hii. Pengine uko unasoma daily hii gazeti ya Daily Citizen. Na hiyo ndio kitu moja ambayo William Ruto amefanya blanda. Anajua country haina pesa, na unapigana na watu ambao wako na pesa. Wamefanya nini? Wamesema hata wametoa pesa kwa treasury. Wamethrow pesa zao. Wakasema tunaweza kaa 10 years bila kufanya biashara. Na watakaa. Nani ataumia? Mtu asipoinvest kwa hii country ni mimi na wewe, na mimi na wewe ndio tuna vote. Wala wa vote utaanza kusema yenyewe pesa ni ngumu. Unaanza kuona hata ile nyumba yenye ulikuwa unalipa 20,000 utalipa, utabidi uadjust uende kwa nyumba ya ngiri 10. Hautalia ati ni landlord, utasema ni nini? Serikali ndio imefanya maisha imekuwa gumu. Na ukitaka kujua hiyo propaganda ama hiyo kweli imeingia, enda hata saa hii. Wacha hao watu, wachana nao wakora wajivanji wenye wanapiga makofi tunasema serikali iko sawa. Enda ushago. Hata Raila ameingia kwa serikali, lakini kuna wamama wanakuambia hapana, mambo yetu haiko sawa. Ama ni mimi peke yangu naambiwa? Hiyo ndio fact ya ukweli. Na inaweza kuwa pengine watu wanakosa kuambia watu si William Ruto ndio mwenye amefanya hiyo. Kuna sababu, lakini William Ruto alijua hiyo na kufanya hiyo. The third thing yenye William Ruto amefanya, mimi najua asa hii tunaongelea ako nje, ni kuallow the Mount Kenya mafia kushikana na wale maskini. Aje of late si tulikuwa tunajua Gachagua ni ndio the most unpopular in Central, hata tukikampeni hakuwa popular. Lakini as we speak sahi, the Kikuyu mafia na wale wa chini, wale wa kuuza huko chini, wote wameshikana. Sababu gani? Mmoja wao amenyanyaswa. Na ukitaka kujua hiyo kitu ilikuwa na impact hata hapa bunge tu. Hata ule mtu mwenye unadhani ni kwamba alikuwa anachukia Gachagua, siku yenye Olympics tu Gachagua sura ilichange. Unaona mtu amekasirika, unashinda. Hata town ilikuwa na kabaridi kengine, unafeel tu. Enda kwa hoteli, enda penye wakikuwa na kwa hoteli. Hiyo ni blanda yenye tulifanya sana, kuunganisha Uhuru Kenyatta, the Mount Kenya mafia, na wale watu ambao walikuwa wanatupigia makofi ambao walikuwa wanaitwa hustler. Na Mkikuyu akishikana mwenye ako na pesa na ule Mkikuyu wa chini, anahitaji tu kabila moja kwa presidency. Na kwa sasa hivi yenye naona ameanza kushika mkamba. Na the worst thing ni kwamba akunanga a popular president worldwide. Ukiapishwa tu hivi tu rudisha Biblia chini. Popularity yako kama ilikuwa 80 narudi ngapi? 60. Sababu gani? Unaanza kwanza kupigana na marafiki zako. Saa hii wakinaisha Juma wenye wamenyamaza. Wanadhani wakinaisha Juma ati wanapangia kusupport William Samoei Ruto. Wakina Babu na Mwamba. Wakina huyu au Mkisia anaitwa nani? Wakina Linturi. Au wakina Machogu. Wanampangia kumtoa juu hao walikuwa marafiki yao, lakini for political consequences imebidi aite marafiki wengine. So unatoa marafiki yako, unaunda madui wenye walikuwa marafiki yako. So as things are, mimi hakuna haja niwadanganye. William Samoei Ruto is a first term president. I rest my case. So we are done. Tomorrow. Thank you, President. Amemaliza vizuri. Iko sawa. Na huko kwa grupu yetu. Kwa sababu nyari. Nilikisema kweli. Ngoja. Sio namba yao wakuje. Kije mimi hata. Kikina mimi to bichon. Ndio sawa? 97 47 47 60 64